Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rehema na amani zimwendee mbora manabii kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pamoja na watu wanaobariki wake na maswahaba zake. Ndugu zangu Waislamu, kwa wale ambao wanahitaji kupata pesa, wanahitaji kupata maendeleo kwenye pesa zao, aidha wanahitaji watumishaji wa pesa kama gisi wazee wetu wa zamani walikuwa na wake wanne, na wanahimiza kuwapatia maimezi wake zao, na kifika katika masiku kuu ya Eid huwa wanawapa kila kitu, wanafikia kule jambo lao kwa haki ndani yake, kila kitu kikawa salama. Naam, ndugu zangu Waislamu, kwa wale ambao wanahitaji, wanaweza wakafanyaje ili kuweza kupitia kule jambo hili? Basi ambao wananifuata, watamazaji wangu, wasikilizaji wangu ambao wanaitazama, wanasikiliza video zangu, wanasikiliza sauti yangu kwa sina kavyoelekeza, basi siku ya leo unapatia faida hii ambayo inayoeleza ni jinsi gani ya kuipata pesa, kutengeneza pesa. Ndugu zangu Waislamu, inatakiwa tafute sanduku ambalo utalo litafuta vizuri zaidi. Utatafuta marashi inaitwa jasmine. Marashi hii ya jasmine au marashi ya rohani, marashi hiyo ya rohani unaitafuta. Basi marashi utatafuta kuweka hapo, utatafuta chuma cha shaba ya njano, shaba wa wale ambao ni wa Kongomani, wale ambao wanaelewa kwa lugha ya Kifaransa ni shaba jaune. Shaba jaune maana ni chuma cha kufanana rangi ya dhahabu, rangi ya madini. Utafuta chuma hichi, utaenda kwa wachongaji, watakichonga vizuri, watakuwekea chongo mzuri kama wa tofali. Basi utachukua kati yake, utaandika jina hili, maana utaandika jina hili aliyum, utaandika aliyum, utaandika pale kati aliyum. Basi utakapomaliza kuandika hapo aliyum, utachukua fungo ya saumu, utatumia fungo za saumu ya siku 7 kwa muda maalumu. Siku hiyo utaanza Jumatatu kufika mpaka Jumapili ukiwa unafunga saumu hizi. Basi wakati huyu unakapokamilisha, unaanza zoezi yako, itakuwa katika siku wa manani. Utapoanza kuweka zoezi yako, utachukua dirham au rehani au dola au shilingi au paundi au euro. Utachukua vitu hivi kwa vitu ambavyo unavyohitaji wewe, au itakuwa ni pesa za nchi 4 ambazo zinazofuatia. Utachukua pesa kubwa. Kwa hiyo utaweka ndani ya begi lako lile, ndani ya sanduku lako ile, na lile chuma chako cha shaba jaune, basi umeshakiweka ndani mle. Utasukuma mle ndani, kesho utafunga sanduku yako vizuri. Basi sanduku hiyo utaiweka katika chumba chako ambacho kisiokuwa na kitu chochote ambacho kwa haki. Utakuwa unazungusha kwa mishuma. Utazunguza kwa mishuma ya kijani, kwa maana mishuma wa kijani unawakilisha nuru yenye kipato cha mafanikio, nuru elimu-giza ya siri mani yake. Tuachane na mambo ya mishuma, tunaenda katika siri maalumu tuweze kujua ni gisi gani ya kupata pesa. Utafanyaje gisi gani ya kuweza kufanya? Utazungusha begi lile, sanduku lako hilo utalizungusha pembe, utazungusha mishuma 6, buji 6 za kijani utazungusha pale kati. Kisha siku ya kwanza utakuwa unatumia ya Qayyum mara 7,000. Unawasha mshuma misaba au izadi 6. Basi mishuma yako hiyo utakuwa ukiwasha inazunguka sanduku yako hiyo. Basi
utakuwa unasali raka zako 2 kwa siku wa manani. Ukishamaliza katika usiku wa manani, basi utatumia kitu maalumu ndani yake ili uweze kumaliza kwa kila kitu na ufikie kwenye jambo lako, ili jambo uweze kulikamilisha kwa kila haki. Basi utatumia ya Hayyum ya Qayyum kwa idadi ya 7,000. Utafika kwenye 1,000, utazungumza yale utakayo kupitia sanduku ile, ili Mwenyezi Mungu akuweze kurahisishia kwa kila kitu ambacho kitakuwepo ndani yake. Basi siku ya pili utatumia tena mishuma 7. Siku ya tatu tumia mishuma 7 mpaka itakapofika Alhamisi kwa mkia Ijumaa. Utachukua sanduku lako, utasimama nalo Alhamisi kwa mkia Ijumaa. Wakati wa shahada ya kwanza ya salatul jamaa, salatul fajri, utakuwepo umesimama kabla ya azana ya kwanza. Utasimama mashariki ukielekea mashariki. Jua linapochomoza, linapotokea, utasema ya Hayyum ya Qayyum, ya Hayyum ya Qayyum mpaka jua litakapochomoza. Begi lako usiliweki kabla jua lijachomoza. Basi begi lako utaliweka pale, endelea na somo zako taratibu, kila kitu. Wallahi utakuja kunishukuru. Utakachokiona ndani ya begi utakuja kunishukuru. Utakuwa ukitoa pesa yako unaenda kuitumia, haitoweza kubadilika, itarudi nyingine pale pale. Utakuwa ukitumia hiyo njia, inarudi nyingine pale pale. Ukitoa dola 100 unaenda kuitumia, inarudi nyingine pale pale. Unamkuta mtu ana dola 400, akichomoa katika mfuko wake wa dola ile 400, akitoa dola 100 kuna baki dola 300. Akaenda akifanya mishozi yake, kila kitu mission yake, akafanya maemezi kila kitu, akirudi dola 100 inaikutana tena pale, imerudi pale pale nafasi yake. Kwa haki ndani yake hakuna kitu kinachoshindikana. Kwa haki hakika mkumbuke kwamba Mwenyezi Mungu alisema ukihifadhi Qur'ani uwezi ukalala njaa. Na Allah amesema sikuwaumba binadamu na majini isipokuwa kuniabudu, na majini wasiamrisheni kufanya chochote kile isipokuwa nyinyi ndio muamrisheni. Elimu hii taufiki na elimu ambayo ilikuwa wazi, na elimu ambayo ilikuwa haki, ambayo haina masharti, haina nini. Ikiwa utavunja sharti hiyo, ni kutokana unafanya mambo yasiyokuwa na haki, unapita kinyume, kudhulumu nafsi kuwa na hatua ya kudhulumiwa, kutokutoa sadaka, kuzini ovyo na wanawake wasiokuwa halali yako. Basi utakuwa umeharibu mambo yako na umeharibu kitu chako chochote kile. Na kupatia njia hii kwa wewe mwenye kulia, wewe mwenye kulalamika, huwezi ukafika kwenye jambo la maendeleo kama hauna kitu maalumu utakachokitoa pale. Na kitu hicho utakachokitoa inatakiwa uwe na pesa, kuchinja mbuzi sadaka, kugawia maskini, aidha ni kugawia wamama waliofiliwa na waume zao, aidha ni kuwapatia watoto wa mayatima, kuwalisha watoto wa mayatima, kuwalisha wanyama, ndege, kufuga wanyama ili kuwalisha kama gisi unavyojilisha peke yako. Basi wallahi suma wallahi, njia hizi ninazokupatia zitakupelekea wewe kukufungua mambo mengi sana katika maisha yako. Ikiwa hamtoweza, basi unahitaji nikuelekeze vizuri zaidi, basi tunatafuta kwenye namba hii 0748 743 293. Utafuta kwenye namba yangu nyingine ya Airtel 0695 972 279. Namba hizo zangu za WhatsApp kwa muda wote utakaponitaka, ukiwa nchi ya aina yoyote ile, nitafute kwenye namba hiyo utanipata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.